Ndugu msikilizaji wetu wa channel ya Expanse Uongozi Point, karibu tena katika kipindi cha siku ya leo. Ni mwendelezo wa mada yetu nzuri kabisa kutoka kwenye kitabu cha 4J's: jifahamu, jitambue, jidhibiti, jitolee, zile J4. Na leo ninakwenda kuzungumzia J ya 4 ambayo inasema jitolee, na kwa Kiingereza wanasema volunteering. Tumeona kwamba imekuwa ni dhana ambayo watu wanaisema, ama mtu anasikia nimejitolea kwenye shirika fulani, nimejitolea kwenye kampuni fulani, lakini kujitolea ni nini? Ama nini maana ya volunteering? Kwa hiyo kuna maana nyingi sana, lakini siku ya leo naenda kusema maana mbili tu. Maana ya kwanza ya kujitolea ni kazi ambayo anaifanya mtu kwa ajili ya mtu fulani, ama kundi fulani, ama taasisi fulani, ama kujitolea kwa ajili ya taifa, ambayo ni maana pana huwa tunaitumia uzalendo, kujitolea kwa ajili ya taifa. Lakini kujitolea huku kunampelekea mtu asiwe katika kipengele cha malipo ya moja kwa moja. Yaani panakuwa hakuna namna ya kusema kwamba unapojitolea utalipwa mshahara ama utafanyaje, lakini mara nyingi huwa unaweza ukapata stahiki ndogo ndogo. Unaweza ukapata nauli, ukapata hela ya chakula, ama kulingana na mazingira halisia ambayo unafanyia kazi, hiyo ni kwa mtu binafsi ama kwa shirika ama kwa taifa kwa ujumla. Lakini ikasema kwamba maana nyingine ya kujitolea ni kutumika kwa ajili ya kuwasaidia wengine kufikia malengo fulani, ama kuwasaidia wengine kupata faraja. Kujitolea pasipo kutegemea kwamba utapata kitu gani. Kutengeneza mazingira kwa ajili ya ajira ya baadaye. Mwingine anajitolea ili atengeneze mazingira kwa ajili ya ajira yake ya baadaye. Na kwenye kujitolea huku mtu anapata ujuzi wa aina mbalimbali. Anaweza akapata elimu kwa sababu ya yale mazingira ambayo anafanyia kazi itambidi ajifunze, ama anapata mafunzo ya kutoa huduma ya kwanza, kama ni matibabu, kama ni mtaalamu wa masuala ya tehama, ama IT, information technology, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anajitolea anakuwa anajitengenezea mazingira, yani anakuwa ni mwanafunzi endelevu, ni mwanafunzi ambaye anapata uzoefu wa kuyatumia yale maarifa kufanya mambo ambayo yanaonekana. Kwa hiyo ndio dhana pana ya kujitolea. Na hata katika muktadha wa jeshi, kuna watu ambao wanajitolea kwa ajili ya jeshi, wale wanalipwa. Na mara nyingi kuna kundi linaitwa mamluki, yani ni watu ambao wanaingia kwenye jeshi, wanajitolea, wanafanya kazi, lakini wanapata stahiki fulani ambazo zinawasaidia wao kujikwamua kimaisha. Kwa hiyo ndio dhana pana ambayo nimejaribu kuielezea. Ama tunaweza tukasema kwamba kujitolea ni hali ya kuruhusu kutumika kubadilisha maisha ya wengine, ama mazingira ama jamii husika bila kutegemea malipo. Malipo haya na wakati mwingine anaweza mtu akajitolea lakini akapata tu stahiki ya kupongezwa, akaambiwa hongera sana, well done, good servant, hongera sana mtumishi mwema, umefanya vyema. Lakini huyu mtu anakuwa amejitengenezea CV, yani amejitengenezea aina fulani ya kuhitajika kwenye maisha. Na ndio maana hata katika ajira nyingi sana mtu anaenda kuomba kazi, anaambiwa tupe uzoefu wako, umefanya kazi miaka mingapi. Kwa hiyo yule ambaye amejitolea atakuwa na nafasi kubwa sana, kwa sababu watamwangalia kwa jicho pana. Hiyo ndio maana halisi tunapozungumzia kujitolea. Basi kuna kisa kimoja kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi wa 37. Ilikuwa ni kisa cha Msamaria mwema. Anasema mtu mmoja alikuwa anapita zake kwenda katika mihangaiko yake ya maisha, wakatokea wanyang'anyi
wakampiga, wakampora kila kitu, walimuumiza, wakamwacha kala pale. Baadaye wakapita watu mbalimbali, walipita kuhani akampita kando, wakapita watu wa dini wakapita kando, lakini akajitokeza Msamaria mmoja alikuwa amepita na punda wake. Alipomuona yule mtu akamsaidia, akampanisha kwenye punda wake, akampeleka kwenye nyumba ya wageni, akamlipia pesa kule ahudumiwe, na yeye akaendelea na safari yake. Akamwambia yule mhudumu, kama kitu chote kitapungua katika hii pesa ambayo nimekupatia, basi nikirudi nitakulipa. Kwa hiyo unaona kabisa huyo mtu alijitolea. Kwa hiyo kuna mifano mingi sana ambayo tunaweza tukaiangalia, lakini ina faida. Kwa hiyo kujitolea kuna faida sana. Kwa hiyo mtu yote ambaye akijua dhana ya kujitolea, hatakuwa mtu wa kawaida katika maisha. Atakuwa ni mtu ambaye anatafutwa, atakuwa ni mtu ambaye anategemewa. Basi kwa leo tuishie hapa. Jina langu naitwa Barnaba Mnyasi, na nikukaribishe tena katika mwendelezo wa kipindi kinachofuata. Asante sana.